Hata ukiomba yapo, hata ukifunga yapo, hata ukitoa sadaka yapo. Hayo mabonde ya uvuli wa mauti. Kwa nini yako pale? Ili upite. Utakapopita ili Bwana ajitukuze kwenye mabonde ya uvuli wa mauti. Haleluya. Kile tusaidia ni kwa sababu Bwana yupo pamoja nasi kwenye hayo mambo. Bwana apewe sifa sana. Kwa Daudi anasema hivi, sitaogopa. Nijapopita bonde ya uvuli wa mauti, sitaogopa nini? Mabaya. Ni Daudi anajisemea. Unajua, mmoja kati ya watu ambao wana imani kubwa sana, huyu bwana pia nilikuwa nanishangaa. Wewe leo unaogopa, kuna masikio unapita unaogopa. Alafu ni mara 800 huko mara 100 ngapi Biblia imekuthibitisha kwamba Mungu yuko pamoja nawe hata kuacha. Unajua hayo mambo yote ambayo unaogopa. Daudi ni mtu ambaye kwa mara ya kwanza tunamsikia anaanza kulitamka hili neno. Hajaambiwa na Roho Mtakatifu, yeye anasema sitaogopa, anajisemea. Ameshatembea na Mungu kiasi ambacho Roho Mtakatifu amempatia uhakika kwamba Mungu hata kuacha. Haleluya. Amina. Sitaogopa mabaya kwa kuwa Mungu uko pamoja nami. Kwa hiyo kazi ya kujua kama Mungu yuko na wewe ni ya kwako, ni ya kwako. Kwa unapita kwenye jambo lazima ujisemee, sitaogopa kwenye hili baya. Mungu uko na mimi, sitaogopa. Wewe uko na mimi, sitaogopa. Nilikuwa inapita hapa ni kama nakaribia kuanguka, lakini sitaogopa. Bwana uko na mimi. Unaendelea mbele, huogopi kwa sababu una uhakika na unawaka tena Bwana yuko na mimi. Amen. Kiwango kikubwa cha imani sio kutoka kwa baba, alisema kiwango kikubwa cha imani ni kuwa na uhakika kwamba Mungu yuko na wewe. Yes. Watu wengi wanapoteza uhakika. Kwa nini unavunjika moyo? Ni kwa sababu unajua Mungu, una wasiwasi na uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Leo nataka nikwambie kitu. Tembea ukiwa unajua popote unapoenda Mungu anasema sitakuacha, sitakupungukia. Amina. Amen. Nisikilize. Anasema sitakuacha, sitakupungukia. Amen. Unajua Mungu ana aina ipa ya ufahamu ya kwamba dhahabu hata ikichafuka bado ni dhahabu. Huu ni ufahamu wa Mungu. Tunaelewana? Amen. Mungu anajua kwamba dhahabu ikichafuka bado ni nini? Dhahabu. Ndio maana akaruhusu damu yake kuwa dhabihu ya utakaso. Kwa sababu alijua dhahabu zitakuwa zinachafuka kuna wakati. Tunaelewana? So kama Mungu alikuwa tayari kufa msalabani ili ipatikane damu kwa ajili ya utakaso, usidhani ukishachafuka atakuacha. Haleluya. Damu yake iko pale kuthibitisha kazi ya msalaba. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa unaweza ukakosea mahali, watu wakakuhukumu, wakakufukuza mpaka kazi. Hicho sio kigezo kwamba Mungu amekuacha. Tuko pamoja watu wa Mungu. Unaweza ukakosea mahali, ukapoteza kile kitu ambacho ulikuwa umekipanga kwa muda mrefu ndani ya watu. Hiyo sio sababu kwamba Mungu amekuacha. Mungu yuko pale. Ambacho hutaki kufanya ni kuweka wasiwasi kwamba Mungu upo na mimi au upo na mimi. No. Maandiko yamethibitisha kwamba mimi niko pamoja nawe, sitakuacha. Niko pamoja hata ukamilifu wa dahari. Biblia inasema I am with you always. How long is always? Always means hakuna mwisho. Always means ni milele. Always means hakuna mipaka. Always means nikiwa nimelala yuko, nikiwa natembea yupo, nikiwa nafanya kazi yupo pale. Amina. Ngoja vizuri. Watu hatari kwenye dunia hii ni watu ambao wanajua kwamba Mungu yuko na wewe nyakati zote. Amen. Utapita mahali ambapo watu hawakukubali. Alafu tujue Mungu yuko hapa. Tunavunjika moyo kuna baadhi ya watu wakituacha kwa sababu tunajua tumbaki peke yetu. Lakini kwa sababu Mungu hatuoni, lakini yeye yupo pamoja na sisi. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuko pamoja. Amen. Shika kimeshika mbele akasema, hatutasujudia sanamu. Tunajua Mungu wetu aweza kutuokoa. Na hata asipofanya atasujudia. Walikuwa na uhakika kwamba Mungu yupo. Kwa hata asipofanya sio ameshindwa. Amekusudia tu kitu kitukie. Amen. Tuko pamoja tu Mungu. Amen. Atembea na Mungu. Nenda na Mungu. Duniani yupo kwa kazi kuu ya utawala. Amen. Naudia, ya utawala. Tukifa tutaenda kwa Baba, tutarudi kufanyaje? Kutawala. Na sasa hivi inabidi tufanyaje? Biblia inasema occupy till I come. Chukua maeneo, take influence, chukua ushawishi. Tawala. Unapoingia unakuwa ni kitu cha ajabu. Unafika mahali watu wanatamani kukuona. Sasa hivi Mungu ana mingi sana. Sasa ndio alikuwa anaelewa hata akitoka nje kuna mahali anaenda kuhubiri. Watasema okay, watu wakapasa mwenyewe. Basi tunaomba tunaenda na mtumishi, tunaomba tunaenda na mtumishi. They are booking, wanaweka nafasi. Mimi naomba niwe wa kwanza. Kuna namna tayari Mungu anaanza kukutengenezea wigo. Kama ndio vizuri tu Mungu. Amen. Tuko pamoja. Amen. Hizi pia ushuhuda wa mwisho jamani, wa mwisho kabisa. Haleluya. Amen. Tukasikiza ushuhuda wa jamaa mmoja kwa ni lawyer. Lawyer ni hakimu. Mwana sheria mkubwa sana nchi fulani hapa Afrika. Then kuna kijana ambaye kwa amemaliza chuo chake cha wanasheria. Akawa anatafuta nafasi. Kwa akawa anamwangalia yule lawyer kama mentor wake. Sasa akawa anamwangalia yule lawyer alafu akawa anaona mbona watu wanataka kuweka booking
Hata kuna kesi yetu hii hapo hiyo tuseme waleta mamilioni ya pesa. Afu kijana anahangaika kuwatafuta watu kusimamia kesi kusudi apate pesa apate watu. Wakaenda kwenye conference na wanasheria, watu wengi. Ikawa ni kama maonyesho. Afu yeye mwanasheria, yule kijana akamfuata yule mwanasheria akasema, "Baba, ninakuomba sana." Yule kijana alikuwa ameokoka. Akasema, "Nakuomba sana. Nisaidie nipate fursa ya kusimamia kesi za watu." Wakati kijana ametoka kwenye maombi kumwomba Mungu ujue habari ya kupata mpenyo wa taaluma yake ifanye kazi. Yule mwanasheria akasema, "Okay, usijali." Isaac kikao pale, ile anatoka kwenye kikao, akamwambia kijana njoo. Afu akamshika mkono. Akasema tembea na mimi. Wakawa wanatembea kwenye kibaraza. Watu ni wengi huko, mashabiki wa yule mkubwa. Akaambia, unaendeleaje? Umekula leo? Mkeo anaendeleaje? Ambia, mzee, sio haja zangu, mimi nataka unipatie milango ya kazi. Akasema tembea na mimi twende. Unaendeleaje huko vizuri? Maisha yako yanaendaje? Unafika kaingia ofisini kwa lawyer. Afu yule lawyer akamwambia hivi, ukiona umefeli tena usije hapa kwangu. Yule kijana akaelewa nini kimetokea. Alipotoka nje, watu sio walikuwa wanamwona mtembea na lawyer na mtu mkubwa. Alipotoka nje, watu wakasema, "Samani, tunaweza kumpata yule mheshimiwa aliyokuwa naye." Haleluya. Samani, tuna kesi, tunaweza kusaidia kusimamia kwa sababu yule lawyer mkubwa yuko busy sana. Unaweza kusimamia kesi zetu. Mnielewa vizuri Mungu. Yes. Kuna watu ukiambatana nao ni neema tosha kufungua milango yako. Amen. Unaelewa vizuri? Amen. Kuna watu ukishakaa nao ni neema tosha kufungua milango yako. Kuna watu watakuamini tu kwa sababu uko na aina fulani ya watu. Kuna watu watakupa tu nafasi kwa sababu washaku kuona mahali fulani. Ukakaa vizuri. Tuko pamoja tu Mungu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu.